Kaini alipokuwa amemwaga damu ya ndugu yake Habili, alijua ameupata, yani alijua ameula, alijua amefika, alijua atafanikiwa. Hata Yuda alipomsaliti Yesu, alipopewa vile vipande 30 vya fedha akamuuza Yesu kwenye mikono ya waliokuwa na muwinda, Yuda alijua ameula, alijua amepata uheshimiwa, alijua atafanikiwa. Lakini mwisho wa siku alikuja kupata majuto kwa sababu ya njia ya udhalimu ambayo aliichagua, njia ya damu ya kuisaliti haki kwa sababu ya cheo, akaisaliti haki kwa sababu ya madaraka. Mwisho wa siku alikuja kupata madhara. Unakuja kuona pia kama Mungu akamwambia Kaini, je, Kaini ukitenda vema hutapata kibali? Lakini kwa sababu ya roho ya ukatili na njia za shortcut za kupata sifa njema, mafanikio kwa njia ya ukatili, aliamua kumuua ndugu yake Habili, na asijue kwamba ile damu aliyoimwaga ni damu ambayo ingemlilia milele na vizazi na vizazi. Sasa ndio utawala huu uliopo, ndio mamlaka hizi, ndo kama akina Msigwa wameupata utawala, nafasi hizi kwa njia ya kumwaga damu za watu, kupoteza watu, kuua watu. Ni moja ya watu ambao wananufaika na rasilimali za taifa hili kwa njia ya ufisadi. Sasa wao wanajua na wanadhani kwamba kuizima kelele ya damu hizi ambazo wamezimwaga ni kuwanyamazisha, ni kuwateka, ni kuwafunga ama kuwakamata wale wanaolalamika ama kulia. Hapana, mimi nawaambieni hapana. Hiyo sio njia ya kuwazima wanaolalamika ama kuongea. Imeandikwa kama ukitenda vema usingepata kibali. Sasa mliingia kwa njia ya kuua watu, kuteka watu. Na yani jueni kwamba hizi damu mlizozimwaga, yani huu ni wimbo wa milele. Watu wataendelea kuongea kwa nguvu zote, kwa nguvu kubwa zaidi ya hii wanayoongea leo. Damu kimsingi ni nzito kuliko maji. Sasa hawa wanaongea mtandaoni, hao wanadai haki zao. Sasa kutumia nguvu ya kuwakamata, kuwafunga kwa sababu ya ubabe wa mamlaka mlizo, naambieni kwa mnazidi kulisindikiza anguko lenu ambalo mtaanguka vibaya sana. Mtaanguka vibaya sana. Nakwambia Msigwa, hata hao leo wakamata, nakwambia waachie. Nakwambia kwa mamlaka ya uwezo wa Mungu wa mbingu na nchi, waachie tu. Nyie hamna haki, hamstahili kwa sababu ya damu za watu mliozimwaga, hamstahili. Sasa sema kwamba wanaodai haki zao, aidha kwa mfano mama wa Polepole, mama wa Deusi Soka, mama wa Mdude, mama wa Sadda Kichaula na Mbarikiwa Makipesile, kwa namna ambavyo mliua na kupoteza mtoto wake na kuwapoteza wapendo wao, kupoteza ndugu zao, yani wanapodai haki zao eti wanatukana. Yani kutukana kwa namna gani? Wanakutukanaje? Mtu anakudai haki yake, analia kwa habari ulivyopoteza ndugu yake, umeua ndugu yake, anakutukanaje? Najua hii ni namna ya kujihami kwa sababu wewe ni mtawala muovu, umejaa damu. Kwa hiyo mtafsiri kila anayejaribu kuongea kudai haki yake kwamba anakutukana. Hapana, utawala wewe ni wa damu kwa mujibu wa katiba au stahili. Najua mmekaa hapo kwa namna ya ubabe, lakini fahamu ni mtaanguka tu. Nguvu yoyote ambayo mtaitumia kuwateka watu, kuwanyamazisha watu, kuwafunga watu, mtaanguka tu. Mtaanguka tu, uko mwisho wa kila jambo. Msigwa, hapana, hapana. Yani kimsingi ni mnaudhihirisha unyoka mlionao. Mmekusudia kufanya tu mabaya, licha ya kwamba mambo mengi yameharibika, damu za watu wanalia kwa namna mbali, lakini hamuonyeshi kujuta zaidi. Ndo mnajua ndo njia ya kuleta amani, hauwezi kuleta amani kwa kumuua mtu ambaye anakudai haki yake na umemnyima haki yake, alafu anapolalamika unatumia njia ya kumuua ili asikusumbue. Hapana. Nikusomee maandiko hapa ya Luka. Hapana, Msigwa, hata hao leo wakamata, waachie. Nazidi kujichumia laana tunye watu wa Mungu. Ubabe wa mamlaka, ubabe wa utawala mlionao wa damu, nawaambieni kwamba una mwisho. Sasa Luka sura 18 mstari wa 2 anasema kwamba alikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatia haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala hajali watu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Sasa huyu ni kazi, alikuwa anadaiwa haki fulani na mwanamke mjane. Yule mwanamke alimwendea kumdai haki, haki yake, kwamba tupe haki yetu, umeua ndugu zetu, umemwaga damu ya ndugu zetu, tupe haki yetu. Sasa yule kadhi dhalimu hakuanza, ilifika hatua akafikiri akasema, hebu kwa sababu huyu mjane ananijia daima, ananiuzi, hebu hata nimpe haki yake.
Hakutumia ubabe kama mnaotumia nyie, kuanza kuwasakama, kuwawinda kama kina Gwajima, akina Mbarikiwa, mnawawinda mwapoteze. Wanapodai haki zao mnatengeza njia ya kuwakamata na kuwapoteza. Ila huyu yeye akasema hapana, hebu alimadam kweli simchi Mungu, hebu acha nimpe haki yake. Na mimi mngetumia njia hiyo, lakini ubabe huu mlionao wa utawala na mamlaka, ukatili na namna mbaya mnazochukua dhidi ya watu wanaolalamika, mnawatengenezea kesi, mnawafunga magerezani, mnawaweka mabusu. Nawaambieni ya kwamba ubabe huu na mwisho. Anyway, naomba niishia hapa. Na hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka mabusu, anasema itengenezeni njia Bwana, anyosheni mapito yake. Amen.